Bwana, mambo vipi? Naitwa Gucci 14 kama kawaida hapa ndani ya Songwe Fresh News. Kwa wale wafuatiliaji wetu kupitia peji zetu za Instagram, TikTok, lakini pia pale YouTube, mimi nipende kuwashukuru sana, lakini pia nipende kuasistizia bwana, hebu endeleeni kusubscribe pale YouTube, kufollow Instagram, lakini pia kutufollow pamoja na TikTok. Bwana, leo nimepata bahati kukaa na mtu mzito. Nipo na TikToker maarufu sana ndani ya mkoa wa Songwe, lakini pia maarufu sana ndani ya mji huu wa Mlowo, wilaya ya Mbozi. Nipo naye hapa, atajitambulisha mwenyewe. Mambo vipi? Fresh, uko poa? Mimi nipo poa, si wewe? Mimi niko poa pia. Umependeza. Thank you. Mbona hapo umekaa kinyonge tofauti na kwenye mtandao, yani unakuwa lele. Unaheshimu heshima. Usiheshimu, wewe jiachie. Be free. Vipi lakini? Safi. Hebu jitambulishe kwanza watu wakujue. Naitwa Esther, wengi wananifahamu kwa jina la Kungu Wao, ambao natumia TikTok. So ukitaka kunifollow, nenda pale kwenye page yangu Kungu Wao, utaingia pale then utanifollow. Okay. Kungu Wao. Anze, ni kitu gani ambacho mwanaume atafaidi kutoka kwa mwanamke wa kinyia, ambavyo hivyo vitu hawezi kuvipata kwa mwanamke wa kabila lingine lolote? Maana wewe umekuwa ukiwasemea sana wanawake wa kinyia. Vitu gani? Okay, kitu cha kwanza ni heshima. Kwa sababu kitu cha kwanza ni heshima. Kitu cha kwanza ni heshima kwa sababu first of all, kabla kila kitu, mwanaume anahitaji kwanza heshima. Hivyo kwa hiyo wanyia wana heshima sana. Yaani unaongea kidogo. Wanyia. Na wanawake na nyingine? Sifa nyingine uvumilivu. Wanyia wavumilivu sana, kama mimi tu kwenye ndoa. Okay. Jambo lingine tunajua kupika ise. Yaani ukila mlenda wa mtoto wa kinyia na ukila mlenda wa Mzaramo ni vitu vili tofauti. Yaani hapo kuna utelezi afu kuna mlenda. Upi utakula utelezi, upi utakula mlenda? Yaani wa Kizaramo utelezi, lakini wa kinyia mlenda. Okay, ukiwasemea sana wanawake wa kinyia, kuwapamba sana, haswa ukiwapambanisha na wanawake ambao wanatoka maeneo yetu ya nyanda za juu, hususan Wanyakyusa. Kwani Mnyia na Mnyakyusa tofauti yao ni ipi katika mahusiano? Mnyia na Mnyakyusa tofauti zao kama nilivyosema, mtoto wa kinyia tu ukiona kwenye mahusiano anakurespect. Kusema yes ni yes, no ni no. Lakini Mnyakyusa mara nyingi Wanyakyusa wabishi, yani wanawake mabondia, wabishi, kelele, ubishi, hivyo. Sio kwamba kwa sababu wanawake wa kinyia sio mafighter, yani sio hawana umiliki wao binafsi, yani hawana hela, hawana nini, ndio maana wananyenyekea, kwa sababu wanajua anaweza akafukuzwa, akafanyaje. Aisee, tuna hela, hata wewe unaniona. Kwani sina hela? Naweza nikaokota leo. Pesa ipo. Okay. Okay. Kwa nini umeamua kuwasemea watoto wa kinyia, wanawake wa kinyia? Nimeamua kuwasemea wanawake wa kinyia kwa sababu first mimi ni Mnyia. Yaani mimi ni yule Mnyia mwenye ubungu ndani yake, ni kabila moja. So nawasemea kwa sababu nimeona na uzoefu. Nimewaona shangazi zangu ni watu wavumilivu, lakini pia wanapenda kweli. Lakini pia yani watu ni watu ambao hata ikitokea mume amekufa, sisi watu elewi tena, tunalinda brand. Mnalinda? Tunalinda brand. Ukiolewa mara moja tu. Tukiolewa mara moja basi. Akifa basi. Basi tunalinda brand. Bwana, inasemekana moja kati ya kitu ambacho wanawake wa kinyia wanaferi, wanawake wa kinyia kwamba hawajui mapenzi. Ili wewe unaizungumziaje kwamba bwana watu wengi wanyia bwana maliza wewe bwana, yani hawawezi yani kuenda ile wakiwa kwenye ndio labda wanafanya kazi wanafanya, lakini unapokuja kwenye swala la mapenzi bwana, 6 kwa 6 wavivu, hawawezi, hawajui kitu. Hivyo unalizungumziaje tuma kama hizo? Yani hizo tuma nafikiri ziende Wandali, sio Wanyia. Watu wanachanganya makabila au ni Wandali. Wanyia wakali wa hizo kazi. Tunaona kama hilo jina la Kungu mimi sikujipa. Nilipewa. Baada ya watu kuona sasa kweli wewe. Nimechanganya mambo. Hivyo ilikuwaje wakakupa jina hilo? Yani kutokana tu na vitu ambavyo navipeleka kule TikTok kwenye account yangu, vitu ninavyovizungumzia hivyo tu akatokea mtu, yani ungebadilisha jina
hiyo account yako weke hivi, kwa sababu vitu unavyovizungumzia ni sambamba na hilo jina. So ndio maana nikafanya hivyo. No. Kuna watu wanakufuata pengine inbox wanakuomba ushauri nini na unawashauri? Wengi wanakufuata? Yeah, wananifuata wengi. Wadada wa Kinyia? So Kinyia, hata Wandali, Wanyakyusa, Wakinga pia hivyo wananifuata. Okay. Umaarufu, tuzungumzie umaarufu wa TikTok na kwenye mitandao ya kijamii. Kwako wewe umeanza kuwa maarufu lini? Nafikiri yani kuanza kuondoka ni kuanzia mwaka jana kama sikosei, mwaka jana. Before hapo nilikuwa kawaida tu, lakini kuanzia mwaka jana ulivyoanza kuzungumzia yani nilivyoanza kwanza kuzungumzia mambo ya Wanyia, nikaanza kuondoka. Wanyia wakakusupport kwanza wao sana, that's why nawapenda. Okay. Nawapenda. Kwa sasa hivi ukipita mtaani huko kuna watu ndio yule. So yule tu naokota hata za soda. Unaziokota? Yani naziokota sana. Wanakuokotesha kwa sababu gani? Kwamba wanaona upload kitu ambacho kipo. Okay. Kwa hiyo wanakufuata wanakuambia dada. Wanaenda kutaka ufuatie kwenye comment pale, utaona kuna watu wanakuambia kabisa, "Yeye natamani unipe namba yako nikuwekee muamala si nini hivyo." Kwa watu wao wananiangalia hapo. Kama una kitu fanya kitu. Njoo kwenye account yangu na kudropia namba yangu pale. Ili unafanya kitu hivyo. Okay. Bwana, huyo ndo kungwi wao miongoni mwa TikToker maarufu sana ndani ya mkoa wa Songwe, lakini hususan katika eneo la Mbozi, ambapo yeye amekuwa kibezi sana na masuala naweza kusema kuwatetea ama kuwazungumzia Wanyia, hasa wanawake wa Kinyia. Amekuwa akiwapa sana shavu sana. Kwa upande wako, Mnyia, mwanamke wa Kinyia ni mwanamke wa namna gani? Mwanamke wa Kinyia first ni wazuri sana, warembo. Yaani warembo ni warembo, lakini pia wanajua kuvaa. Yaani ni mtu akipangilia nguo unasema wow, nguo imekaa pale. Tofauti na wenzangu wazio kumetisha. Kingao, Nyakyusa. Tusiende mbali sana. Hebu simama kwanza wakuone. Maana sio wanasema tu wanapenda kuvaa. Unione? Nipe 360 hivi zunguka hivi. Huyo hapo. Toto la Kinyia. Niko hapa. Tena umevaa brandi hatari. Kali. Tunavaa vitu vikali. Aise. Haya bwana, tukae. Bwana, mimi niseme asante sana. Pengine una neno lolote la kuambia hebu washauri wa Nyakyusa, Wandali, wanawake wa Kinyakyusa na Wakindali, Kisafwa, Wakinga wote, ili waweze kutulia kwenye masuala ya ndoa, wafanye nini? Waige nini kwa Wanyia? Yani first mwanaume afukewi. Mwanaume afukewi, lakini pia mwanaume akosei. Hivyo yani hata kufuatilia posti zangu pale kwenye account yangu utaona nakwambia hivi vitu. Mwanaume hakosei wala hafokewi. Yes. Basi sawa. Kwa mimi tosha.